Karibu tena Minja Kilimo na karibu kwenye session yetu ya kudadavua mbolea ya CAN. Tumeshatoa pati ya kwanza, pati ya pili na leo tuko pati ya tatu. Kwa wewe mkulima ambaye hujaona hizo sehemu mbili, nikushauri zifuatilie kwenye peji yangu Minja Kilimo, YouTube, Facebook, Instagram. Uweze kuzisoma vizuri zile pati mbili, then endelea na hii ya siku ya leo, pati ya tatu. Sasa pati ya kwanza na pati ya pili tuliweza kuona CAN ni nini, mgawanyiko wake kwenye udongo ukoje. Sasa leo tunaenda kuzungumzia hizi hatua tatu za jinsi ambavyo CAN inavunjika mpaka kutoa kile kirutubishi ambacho mmea unahitaji. Haya mambo ni magumu kidogo, ni ya kisayansi zaidi, lakini mkulima, najitahidi kutumia lugha rahisi ili uweze kunielewa. Kwa hiyo wewe focus na kile ambacho nakizungumza, naamini utaelewa hata kama ni vitu vigumu. Sasa kama ambavyo tulizungumza kwamba mgawanyiko wa CAN kwenye udongo au CAN decomposition. Kwa hiyo decomposition ya CAN imegawanyika katika hatua tatu, inavunjika katika hatua tatu, ambapo hatua ya kwanza tukasema ni kuvunjika kwa ammonium nitrate. Ammonium nitrate ni compound ambayo imo ndani ya mbolea ya CAN, hiyo unayoitumia wewe mkulima. Mule kuna hicho kitu kipo. Kwa hatua ya kwanza ukiweka kwenye udongo, ikipata unyevu, ikiyeyuka inaanza kufanya zile chemical reaction. Kwa hiyo inaanza kuvunjika hii ammonium nitrate ambayo tumesema kwa leo hatutaizungumzia. Lakini hatua ya pili ni kuvunjika kwa ammonium. Kwa hiyo baada ya ammonium nitrate kuvunjika, inakuja kuvunjika ammonium peke yake. Ammonium na yenyewe ni compound, inavunjika. Ikivunjika inavunjika kuwa nitrite na inatoka kwenye nitrate kwenda kwenye nitrate. Haya hayana msingi sana kwako, achana nayo. Tunaenda hatua ya tatu. Hii ndio ambayo nataka tuizungumze sasa. Hatua ya tatu ni kuvunjika kwa calcium carbonate. Calcium carbonate. Kumbuka CAN tunasema ni calcium ammonium nitrate. Kwa hiyo maana yake kuna compound kubwa mbili ambazo zinaunda mbolea ya CAN. Mkulima, nielewe hapo. Compound ya kwanza ni calcium carbonate, compound ya pili ni ammonium nitrate. Inapoanza kuvunjika CAN ili iweze kudhalisha nitrogen ambayo inaweza kuchukuliwa na mmea, itavunjika compound ya kwanza ambayo ni ammonium nitrate, itakuja kuvunjika calcium carbonate, ambapo kwenye calcium carbonate itakapovunjika hii ndio inazalisha calcium ions, hii unayoiona hapa, na carbonate. Hii carbonate inabaki kama ilivyo. Sasa hapa mada yetu iko hapa. Tunatumia mbolea ya CAN ili kutafuta calcium. Hilo tunakubaliana. Lakini Minja Kilimo nasema kwenye CAN pana calcium, lakini ile calcium haipatikani kwa mmea. Kwa hiyo ni kama haipo, na ndio maana hata kwenye mfuko wa CAN huwezi kukuta calcium imeainishwa ipo kwa kiwango gani. Hilo pia huwezi kunipingia. Kaangalia kwenye mfuko wako wa CAN utakuta imeandikwa CAN afu imeandikwa N27%. Maana yake ni kwamba CAN inatoa nitrogen 27%, ndio maana yake. Calcium haipo, lakini tunasema kwa sababu kuna compound ya calcium carbonate, maana yake ikishafanya decomposition calcium inazalishwa, lakini ni kwa kiwango kidogo, ni kwa 8% kama ambavyo tulizungumza awali. 8% ndio calcium carbonate. Sasa nakuja kujibu swali la kwa nini calcium iliyopo kwenye mbolea ya CAN haiwezi kuchukuliwa kirahisi na mmea. Hilo ndio swali la msingi, na tukishajibu hilo swali ndio litakuja kujibu changamoto ya kwamba CAN sio mbolea ya maua na matunda, kwa maana ya kulenga kupata calcium kwenye hatua ya matunda, hasa wakulima wa nyanya. Nafikiri mnanielewa hapo. Sijui kama naenda haraka, lakini najitahidi mnielewe. Sababu ya kwanza kwa nini calcium ambayo ipo kwenye mbolea ya CAN haipatikani kirahisi, haiwezi kutumiwa na mmea. Sababu ya kwanza tunasema ni low solubility in water. Low solubility in water. Maana yake ni nini hii kauli? Maana yake ni kwamba unapoweka mbolea ya CAN kwenye udongo,
ili hizi decomposition zifanyike, ili huku kuvunjika kufanyike, inahitaji kwa calcium sasa. Kwa hii calcium carbonate ili ivunjike inahitaji kiwango fulani cha tindikali au acid. Kwa hiyo calcium carbonate haivunjiki kwenye maji. Kwa hiyo kwenye H2O, kwenye maji, uwezekano wa hii calcium carbonate kuvunjika ni mdogo sana, na inaweza ikachukua hata mwaka mzima, hata msimu mzima toka umeweka ile mbolea mpaka maji yaje yaweze kuivunja then izalishe calcium na carbonate itoke pale, inaweza ikachukua hata msimu mzima. Kwa hiyo kwa sababu hiyo tunasema ina kiwango kidogo sana cha uyeyukaji na cha uvunjikaji kwenye maji, inahitaji acid. Na ardhi yenye pH, tukisema pH hilo ni somo jingine, sitaki kuzungumzia, tutazungumzia wakati mwingine. Elewa tu kwamba kuna kitu kinaitwa soil pH. Soil pH kiufupi ni hali ya udongo, hali yako ya udongo ikoje kwenye upande wa tindikali au acid pamoja na alkali au base. Ardhi yenye pH ya 6.5 mpaka 7.5, hii pH tunasema ni low acidity to slightly basicity. Kwa hapo acid iko kidogo ambayo haina madhara, ni right kabisa kwa mmea, lakini imeenda kwenye neutral, imevuka imeenda kwenye base, lakini base ya mbali sana, tunasema slight basicity. Sasa kwenye ardhi yenye pH hii, calcium carbonate ndugu yangu haiwezi kufanya decomposition. Ardhi ambayo imeathirika na acid, ardhi ambayo kiwango chake cha tindikali kiko juu, ndio ardhi ambayo calcium carbonate ina uwezo wa kureact kwa haraka na ikavunjika na ikatoa hii calcium tunayoiamini ipo kwenye kani. Nafikiri hapo unanielewa mkulima. Kwa hiyo ardhi nyingi zinazorange kwenye pH hii, na ili ujue hii lazima ufanye soil test. Kwa hiyo hapa tunazungumza tu ile in general. Kwa hiyo ardhi nyingi zenye 6.5 to 7.5 pH, calcium carbonate haiwezi kufanya reaction. Maana yake ni nini sasa? Ukiweka kani, process hatua ya kwanza itafanyika na hatua ya pili itafanyika. Kwa hiyo decomposition ya ammonium nitrate itafanyika, decomposition ya ammonium kuwa nitrite na baadaye kuwa nitrate itafanyika, ambapo hii nitrate ndio mfumo ambao nitrogen inachukuliwa kiurahisi na mmea kwenye mfumo huu. Kwa hiyo hii itafanya reaction na itarelease hiki kirutubishi ambacho kitachukuliwa na mmea ambacho ni nitrogen. Na nitrogen mara zote tunasema ni kirutubishi cha kukuzia. Nafikiri mnanielewa. Kama ni hivyo sasa, hii calcium carbonate kwa sababu haitaweza kuvunjika, tafsiri yake ni kwamba hii calcium carbonate ni mwamba. Kwa hiyo ni base in nature. Naomba mnielewe, sijui Kiswahili chake, lakini ni base, sio tindikali. Kwa hiyo yenyewe iko upande wa pili ambao ni base. Tumesema pH ina upande mbili. Ardhi inaweza ikawa na uchachu ambao ni acid au ikawa ule upande mwingine ambao ni base. Sasa hii ni base. Kwa kama ni base, ukiweka kwenye ardhi ambayo ina acid, itavunjika, calcium itapatikana. Lakini kwenye ardhi nyingi inakuwa ni ngumu. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili, calcium ions haisafiri kirahisi kwenye mmea. Hii tunasema calcium kwa lugha nyingine tunasema ni immobility. Tunasema immobility, sio mobile. Haisafiri kirahisi. Haisafiri kirahisi. Kama haisafiri kirahisi, hii inasafirishwaje sasa? Hilo nalo ni somo jingine, tutazungumza wakati mwingine, lakini hapa tutazungumza kwa uchache sana. Kani inasafirishwa kwa njia kuu moja ambayo inaitwa transpiration. Kwa njia ya transpiration, transpiration stream, through transpiration ndio kani inasafirishwa. Transpiration ni nini kiufupi? Ni kitendo cha mmea kupoteza maji kupitia mvuke. Kwa hiyo maji yanatoka ardhini, kwa hiyo inaanza cycle yake, inaanzia ardhini kwenye udongo, then yale maji yanapanda juu kwenye mmea and then yanapotea kama mvuke kupitia majani. This is what we call transpiration in simple language. Sasa ile process ya maji kusafiri kutoka chini then yanapotea kupitia majani kama mvuke, calcium inabebwa hapo
ndio inasafirishwa sasa hapo kutoka kwenye mizizi kupelekwa sehemu zingine za mmea, na kupitia tissue ambayo iko kwenye mmea inaitwa exilium, ndio tissue ambayo inasafirisha calcium. Mambo ni mengi sana, natamani nizungumze yote lakini ni ngumu. Elewa hivyo kwamba hii haisafiriki kirahisi, kwa hata kama itapatikana bado pana changamoto ya jinsi ya kufika kwenye sehemu zingine za mmea. Sababu ya tatu na ya mwisho, kani haina kiwango kikubwa cha calcium. Tumesema ni 8% mpaka 10%. Wastani wa 8% mpaka 10% kwenye mfuko wa kilo 50 ndio tunaweza tukapata calcium. Hicho kiwango ni kidogo sana ndugu yangu, ni kiwango kidogo sana. Kwa mfano, mathalan chukulie mbolea kama urea ambayo inatoa, ni mbolea ya kukuzia, sote tunaifahamu ni mbolea ya kukuzia. Urea inatoa 46% za kirutubishi kimoja tu cha nitrogen, 46%. Sasa kama inatoa 46%, maana yake mahitaji ni makubwa. Huo mmea wako ambao utapata 8% tu haiwezi kujitosheleza. Kwa mantiki hiyo sasa